Twa Pastor Murphy ama DJ Murphy kama kawaida, na hii ni episode yetu ya 4 ya somo la nafsi ya mwanadamu. Tunaendelea kusonga mbele. Sasa nataka tuende haraka ili tumalize mswala. Tuko kwenye kipengele cha roho. Tunataka kuona tunawezaje kupona kwa wale ambao tuna matatizo ya kazi, tuna matatizo ya majina, tuna matatizo ya ongezeko la watu hatuna vibali, tuna matatizo ya kifedha vitu, lakini pia tuna matatizo ya hatima. Pia tuna shida ya mioyo, kwamba tuna uchungu, tumechoka sana, lakini pia tuna matatizo ya kutokujua kuabudu sawa sawa. Yani tunaendaga kanisani tu kwa sababu watu wengine wanaenda kanisani, tunaenda misikitini kwa sababu wengine wanaenda tu misikitini, hatukutanagi na ule Mungu wa kweli. Kwa sababu utamwabudu Mungu usiyemjua kwa sababu ndugu yako anamwabudu huyo. Kwa sababu unampenda ndugu yako, basi unaamua kwenda kanisani kwa sababu ya kumfurahisha. Lakini kwa kweli unaingia kanisani, unatoka kanisani hamna kitu umekutana nacho, au popote pale panapoitwa eneo la ibada. Hii imewatokea watu wengi sana, na wewe ni shahidi wa haya ninayozungumza. Sasa mimi niko hapa kukuambia, Yesu akamwambia mwanamke Msamaria, ninyi mnaabudu msichokijua. Kwa kuna uwezekano mwanadamu kuabudu kitu asichokijua, aidha kwa sababu ni dini ya baba yake au ya mama au mjomba alikuwa akifanya pale, lakini akijaribu kuangalia hasikii wala hana uhusiano wote na ule Mungu wa ile dini. Sasa nikakwambia, kwenye ibada ndo mahali pekee matokeo yanatokea. Ukiabudu usichokijua, matokeo utayaona. Ukiabudu unachokijua, matokeo utayaona. Kwa ukiona watu wamefanikiwa, wanamwabudu shetani wanayemjua na wanajua kwamba wanamwabudu shetani, devil worshiper. Na ukiona watu wanafanikiwa wanayemwabudu Mungu wa kweli, wanamwabudu Mungu wanayemjua. Sasa unawezekano kabisa ukao huko kanisani, lakini hata hali mafundisho uyaelewi, ujui chochote, huko tu pale kuimba, kucheza kwaya na vitu vingine. Nimekuja hapa kukusaidia ili uanze kumwabudu Mungu unayemjua, ili usije ukamwabudu shetani wala usije ukaabudu usichokijua. Asante sana kwa kunielewa. Sasa ili ufahamu, lazima ujue issue inaitwa ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu dume, na ulimwengu wa mwili ni ulimwengu jike. Yani sisi tunaishi duniani tunaitwa ulimwengu jike. Ulimwengu wa roho unaitwa ulimwengu dume. Utanielewa nikikupa mfano huu. Mwanaume ndiye kisayansi, mwanaume ndiye anayesababisha mwanamke apate mtoto. Yani mtoto akipimwa DNA zake, DNA zinasoma mwanaume, ingawa amezaliwa na mwanamke. Kwa mwanamke ni matokeo ya mtoto, lakini mtoto halisi anaanzia kwa mwanaume. Kwa baraka halisi zinaanzia ulimwengu wa roho, zinadhibitika katika ulimwengu wa mwili. Kitabu cha Efeso 3:1 kama sikosea 1:3 inasema, ashukuriwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki baraka zote katika ulimwengu wa roho. Kwa katika ulimwengu wa roho kuna kila kitu kinachoruhusiwa kuja, ila sasa mlango wa kuleta hivyo vitu katika ulimwengu wa mwili unakuwaga na matatizo, kwa sababu kuna milango miwili, mlango mtakatifu na mlango mchafu. Oh, haleluya. Kwa sasa hapo, ili uweze kupitisha vitu vyako vizuri, lazima uzingatie haya mambo machache. Katika Biblia kuna neno linasema moja ya karama inaitwa karama ya kupambanua roho, na hii ndio karama ninayotumia ya kupambanua roho. Sasa leo nataka tuzipambanue roho, na tukishamaliza utakuwa umeshaelewa. Baadaye nitakwambia nini cha kufanya baada ya kuelewa. Kwanza tuanze na roho safi. Tuanze na roho safi. Tuko kwenye ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho kuna roho safi na roho chafu. Naam. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 6, nikaona katika kile kiti cha enzi wale wenye uhai 4, na katika wale wazee mwana-kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Kwa hiyo Mungu tunayemwita Mungu Baba
ama Roho Mtakatifu kwa namna nyingine, whatever utakavyoelewa, vingine utavyelewa mbele. Kwa sasa nyaka vile vichache ni hivi, huyu Mungu ana roho 7. Hizi roho 7 ni mafungu 7 ya roho tekelezaji mambo duniani, na hizo roho nitakuonyesha kwenye kitabu cha Isaya 12 sura ya 2. Na Roho wa Bwana atakuwa juu yake, roho wa hekima, roho wa ufahamu, roho wa ushauri, roho wa uweza, na roho wa maarifa, na roho wa kumcha Bwana. Hivyo ni vifurushi vya roho. Ukizihesabu utakuta ziko 7, ambaye kwenye Ufunuo anaelezea, alafu Isaya anafafanua majina ya hizo roho. Hizi roho zote zinakuwa juu ya mwanadamu wakati wote. Roho chafu inakaa juu na roho safi zinakaa juu. Roho zote zinakaa juu, yaani ulimwengu wa roho uko juu. Juu ni wapi? Kuanzia kwenye nywele zako kwenda juu, ndio panaitwa juu. Nataka uelewe vizuri, na jitahidi tu kuniamini na kunielewa. Kitabu cha Luka 4 mstari wa 18, Biblia inasema Yesu Kristo akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuhubiria maskini habari njema. Ukiendelea kushuka pale chini utakuta kazi zinazohusiana na Roho wa Bwana: kufungua, kuponya na vitu vingine. Halikuwa ni Roho wa Bwana yu juu yake. Lakini kuna roho anaitwa roho wa hekima. Ina maana Roho wa Bwana anatumika kanisani. Alafu kuna roho wa hekima, huyu anatakiwa tumike nje ya kanisa. Roho wa maarifa anatumika nje ya kanisa. Roho wa kumcha Bwana anatumika ndani ya kanisa. Ni hali ya kusikiliza na kutii. Yaani hapo kama unanisikiliza sasa hivi na unasikia uwepo wa Mungu, basi fahamu ya kwamba umeatamiwa na roho inaitwa roho ya kumcha Bwana. Roho ya ufahamu inahitajika shuleni. Lakini pia kuna roho ya ushauri. Unaweza kushauri watu mpaka wakatoka katika matatizo. Ni roho saa ya kushauri, kuna roho inahitajika. Kuna roho ya hekima na maarifa. Roho ya maarifa, mahali ambapo watu wamekosa mwelekeo, unasema neno, watu wanapata maarifa. Lakini kuna roho wa uweza. Huyu roho wa uweza ni ule roho ambaye alikuwa naye Daudi, alimdondosha Goliati. Hizi ni roho ambazo zinatumika nje, lakini Wakristo sisi tunajua Roho wa Bwana tu. Tutanena kwa lugha, tutafungua watu, tutaponya, tutafanya vyote. Lakini tukitoka roho ya hekima, roho ya maarifa, roho gani? Zile roho zote tunazisahau, maana hatuzitumii. Sasa roho yuko juu. Yesu anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Siku zote roho anakaa juu. Yoeli anasema nitamimina roho siku ya mwisho, atamimina roho juu ya wote wenye mwili. Juu. Roho wa Bwana akatua juu ya uso wa vilindi vya maji. Mungu akasema na iwe nuru. Kwa roho siku zote anakaa juu. Sasa furushi la Roho Mtakatifu limebeba roho nyingi sana takatifu. Upendo ni roho, uvumilivu ni roho, amani ni roho, furaha ni roho, yaani zote ni roho. Sasa hizi roho zinapoatamia juu, zinaangalia sasa hivi ni roho gani natakiwa kufanya kazi. Ile roho inaingia katika malango ya Roho Matakatifu, inakwenda inakaa moyoni. Unashangaa mtu anatabasamu, anafurahi, manake roho wa furaha ameingia. Unashangaa mtu anatenda wema, fadhila, ni kwa sababu roho ya fadhila imeingia ndani yake. Unashangaa mtu anaponya, anafufua watu, ni kwa sababu roho wa Bwana ameingia moyoni. Roho zina shift kuingia, yani haziingii zote, ila zinaingia kwa wakati kulingana na nyakati. Labda nitoe mfano huu, unaweza ukanielewa zaidi. Nadhani nafahamu kuhusu gari yenye gia. Pikipiki zina gia 5. Kwa kuna gia namba 1, hii ni kwa ajili ya kupanda mlima. Kuna gia namba 2 ya kawaida, ya 3 ya kawaida, ya 4 ya kawaida, ya 5 na kadhalika. Hizi gia zote zinakaa katika nafasi. Hebu niambie, kwenye mlima afu weka gia namba 5, manake ile gari haitapanda. Ndivyo ilivyo. Kuna saa tunatoka na Roho wa Bwana, tunaenda naye mtaani, tunataka tutafute hela. Lazima tukose hizo hela. Kwa tutaonekana walokole, waongo, matapeli, kwa sababu tunatumia roho sahihi mahali ambapo sio sahihi. Sasa tunapoendelea kujifunza habari za roho katika habari ya Roho Mtakatifu, hapo mengine utaenda kujiongeza mwenyewe.
hizi roho zitakusaidia kuishi hapa duniani na kupata vyote. Nikirudia Ufunuo nasema ni roho 7 za Mungu zinazotumwa duniani kote, ni kama macho ya Mungu duniani kote. Ukiwa na huyo Roho Mtakatifu, usimtake tu katika kuponya watu na kufungua watu na kufanya miujiza. Huyo Roho Mtakatifu anafaa mahakamani, anafaa hospitalini, anafaa kwenye ufundi, anafaa kila mahali. Ni wewe tu amua kumtumia. Ukishajua huyo roho yupo, anaanza kutumika. Tatizo usipojua, hatumiki. Yaani hata tumika ndani yako usipomjua. Ukishamjua atatumika. Ukimwabudu Mungu usiyemjua hashuki. Ukimwabudu Mungu unayemjua anashuka. Kwa ni eneo la kujua. Na tunajuaje? Tunajua kupitia neno la Bwana. Neno la Bwana ni lipi? Neno ni hili unalolisikia sasa. Hili unalolisikia kwa sauti, ndilo neno la Bwana. Limevuviwa uwezo wa kukufungua na kuanza kuelewa. Sasa ukianza kujifunza roho, itakuwa ni rahisi kwenda. Hebu turudi sasa tuangalie roho chafu zilivyo na madhara yake. Roho chafu zilivyo na madhara yake. Roho safi zikifanya shift ya kutosha kwenye chumba cha moyo. Sio, tumeelewana hapo kwamba roho anakaa juu. Rohoni ni mlango wa kupitisha taarifa kuleta moyoni. Kwa sababu unataka roho ya hekima, Roho Mtakatifu anakudondoshea roho ya hekima, anakaa moyoni, kazi inaendelea. Sasa unataka roho ya maarifa, Roho Mtakatifu anafungua katika ulimwengu wa roho, anadondosha roho ya maarifa, kazi inaendelea. Kwa zina shift. Sahihi ni roho fulani. Kila jambo na wakati wake na majira yake chini ya jua, kama alivyosema Suleiman. Hapa nadhani utakuwa umenielewa kwa sehemu, na kama hujanielewa basi Mungu akupe neema. Huwa natamani unielewe zaidi. Sasa kipengele kinachofuata nitakwenda kukuonyesha sasa madhara ya roho chafu. Alafu bado tuna safari ndefu mimi na wewe ya kujifunza. Endelea kuwa na uvumilivu. Na hii ni episodi ya 4 katika somo la nafsi, na huyu ni Pastor Murphy ama DJ Murphy, The Real Voice. Niko Dar es Salaam, Tanzania, Kigamboni. Karibu tuabudu pamoja.